Kijiji cha mlimani kilionekana tulivu kwa nje, lakini ndani ya nyumba moja ya udongo kulikuwa na giza lililofichwa kwa muda mrefu. Amina alikuwa mama anayeheshimika kijijini. Watu walimuona kama mpole, mnyenyekevu na mwenye hofu ya Mungu. Hakuna aliyewahi hisi kuwa moyoni mwake kulikuwa na kitu kinachomtafuna polepole. Si kingine, ni wivu wa ndani kabisa. Binti yake Sara alikuwa zawadi ya ajabu. Alikuwa mrembo kupita kiasi. Ngozi yake iling'aa kama mwanga wa alfajiri. Macho yake yalizungumza upole na tabasamu lake lilileta furaha hata kwa mwenye huzuni. Lakini uzuri wake ulikuwa chanzo cha huzuni kwa mama yake. Mwanzo wa maumivu ya Amina, ambaye ni mama wa binti Sara, ulikuwa hivi. Siku Amina alipogundua na ujauzito wa Sara, ndiyo siku maisha yake yalivunjika. Alifukuzwa nyumbani. Mwanaume aliyempa mimba alimkataa. Alibaki peke yake, bila msaada, bila tumaini. Alijifungua Sara akiwa na machozi moyoni, si furaha. Na tangu hapo, hakuwahi kumtazama Sara kama baraka kamili. Alimuona kama kumbukumbu ya maumivu yake. Kadri Sara alivyokuwa, uzuri wake ulizidi kuangaza. Watu walimpenda, walimuonea fahari. Vijana wengi walitamani kumwoa. Na kila sifa aliyopata Sara iliumiza moyo wa Amina. Alijiuliza kimya kimya, kwa nini yeye apate kila kitu kirahisi wakati mimi niliteseka? Wivu ukaanza kuota ndani yake, taratibu, kimya, lakini kwa kasi. Wachumba walianza kuja nyumbani, lakini ajabu ilitokea. Kila aliyekuja kwa nia ya kumwoa Sara hakudumu. Mmoja alipata ajali ghafla, mwingine alibadilika bila sababu, mwingine alitoweka kabisa. Sara alibaki na maswali moyoni. Kwa nini maisha yangu hayaendi mbele? Hakujua mama yake mwenyewe alikuwa kiziwizi chake. Usiku mmoja, jirani alimuona Amina akitoka polepole nyumbani akiwa na mfuko mdogo mkononi. Alienda msituni. Ndani ya mfuko kulikuwa na vitu vya Sara: nywele, kipande cha nguo na unga wa ajabu. Alifika kwa mganga. Kwa sauti ya chini yenye uchungu na chuki iliyochanganyika, alisema, sitaki aolewe, sitaki aishi maisha mazuri kuliko yangu. Abakie hapa chini ya kivuli changu milele. Na kila alichofanya kilizidi kumfunga Sara. Sara alianza kubadilika. Nguvu zake zilipungua, furaha yake ilipotea, uzuri wake ukaanza kufifia kama ua linalokosa maji. Alikuwa bado mzuri, lakini ndani yake kulikuwa na giza. Mpaka siku moja alianguka ghafla nyumbani na hakuwahi kuinuka tena. Kijiji kilikusanyika, vilio kila kona. Lakini yule jirani aliyemwona Amina usiku hakuweza kukaa kimya tena. Alisimama mbele ya watu na kusema ukweli wote. Kimya kikazama. Watu wakamtazama Amina kwa mashangao, hofu na maumivu. Amina alianza kutetemeka. Machozi yakamtoka kwa nguvu. Kwa mara ya kwanza alikiri, nilimuua mtoto wangu kwa wivu, kwa maumivu yangu ya zamani. Lakini ilikuwa imechelewa. Sara alikuwa tayari ameondoka. Fundisho la hadithi hii: maumivu yasiyotibiwa yanageuka kuwa sumu, na sumu hiyo inaweza kuharibu hata kile unachopaswa kukilinda. Wivu wa mzazi si kawaida, ni hatari. Ujumbe kwa kina mama wote: mtoto wako si mshindani wako. Usimfanye mtoto wako abebe maumivu yako ya zamani. Furahia mafanikio yake kama ushindi wako. Msaidie ang'ae, usiuzime mwanga wake.
Upendo wa mama unatakiwa kuwa ulinzi,